Mwanzoni tulijifunza jinsi ya kuswap, lakini sasa leo tunaenda kupanda viwango kidogo. Tunajifunza jinsi ya kuswap kitaalamu zaidi. Hatua ya kwanza, njoo kwanza hapo badilishe pi mainnet useti pi testnet, kwa sababu bado huu mfumo uko kwenye majaribio. Baada ya hapo, njoo bonyeza hapa kwenye tokens hapa ilipo PyDex. Baada ya hapo, usipoona tokeni hapo unayoitafuta, njoo bonyeza hapa kwenye more tokens. Tuguse hapa. Baada ya hapo sasa utashuka chini, utatafuta tokeni unayoitaka. Usipoiona utakuja kubonyeza hapa kwenye next hapa. Unagusa hapa kwenye next. Usipoiona tena tokeni yako unayoitafuta, unaendea tena na kuja kubonyeza tena hapa. Au kama umeridhika kwamba unataka ufanyie uswap hii, sawa, haina shida. Sasa bei yake ni hii hapa. Hii token hii unainunua kwa pi 0.3 ndio thamani yake. Kwa kama umeridhika basi unaibonyeza tu. Ukishaibonyeza unakuja kubonyeza hii sehemu iliyoandika enable token, unafungua hivi. Baada ya hapo unakuja sasa kuwasha hiki ili kusudi uiwezeshe. Sasa kuwasha hiki notification au kuzima, lazima wanakata fee ya pi 0.01. Kwa baada hapo nakuja kuconfirm change. Nabonyeza tu hivi. Haya, hapo tayari. Sasa baada hapo sasa unakuja kubonyeza hapa palipoandika swap token. Unabonyeza. Ukishabonyeza hapo sasa hapo utachagua, je, unataka uinunue kwa bei iliyopo sokoni? Bei ya sokoni kama tulivyoona ni inauzwa kwa pi 0.3 ndio bei ya sokoni. Kama hutaki kununua kwa hiyo bei, unataka labda uitege kwamba itakaposhuka ikauzwa labda pi 0.2 ndipo ijinunue yenyewe, na maana utakuja huku kwenye set different price. Sasa tuanze kwanza na jinsi ya kununua kwa bei hii ya sokoni. Haya, sasa hapa utakuja kuweka kiasi cha pi. Unataka kununua hizo tokeni za pi ngapi? Kwa sasa kwanza kabla sijaweka hiki kiasi hapa, kwanza ngoja nifafanue kitu. Ile tokeni ambayo unainunua inabidi inakaa hapa juu. Hafu ile tokeni ambayo unayo inabidi ikae huku chini. Yaani hapa si nimeeleweka? Ngoja nifafanue. Ile tokeni ambayo hauna, yani ndo unainunua, inatakiwa ikae hapa juu. Lakini ile tokeni ambayo sasa unayo ndio unayotaka utumie kununulia tokeni nyingine, inatakiwa ikae hapa chini. Bila shaka pita kuimeeleweka. Haya, kwa sasa hapa tuweke kiasi cha pi kwamba tunataka tununue hizo tokeni za pi ngapi? Labda mimi nataka za pi 1. Sasa kwa pi hii moja hii tutapata hizi tokeni ngapi? Sasa utakuja kubonyeza hiki kiulizo ili uweze kupata idadi kwamba utapata tokeni ngapi kwa hiyo pi moja. Kwa tuguse hicho kiulizo. Tayari imesha calculate. Baada hapo tubonyeze hii x au mkasi huo. Kwa pi moja tutapata tutapata tokeni 3.32 na kadhalika. Sawa? Unaweza tena hapo kujaribu ukaiweka hata pi 2 ukaja ukagusa hapa, itakupatia hesabu. Haya. Baada ya hapo sasa tuje sasa tununue. Utakuja kubonyeza hapa kwenye preview. Utagusa hapa. Haya. Sasa utakaponunua makato ni pi 0.01 ndio makato. Kwa hiyo unakuja kubonyeza hapa confirm swap. Nabonyeza tu kama hivi. Subiri kidogo. Tayari imekubali. Kwa baada hapo tunakuja kuconfirm. Na confirm. Hapo tayari tumekwisha maliza. Haya, kama unataka uiuze hiyo tokeni, unarudi hapa. Kama nataka hii tokeni uiuze ili urudishe pi zako, unarudi tena hapa.
Sema sasa makato, kifanya mara nyingi makato ndio itakuwa changamoto. Kama nilivyosema, kuna njia mbili ya kuuza au kununua tokeni. Kuna njia ya kununulia au ya kuuza kwenye bei ya sokoni, au kuna njia ya kuuza au kununua kwa kuchagua bei unayotaka mwenyewe. Sawa. Ngoja tutumie tena hii njia ya sokoni hii. Tunauza sasa hiyo tokeni kwa bei ya sokoni. Sasa safari hii inabidi sasa uje ubonyeze hiki kitufe hiki. Safari kwa sababu tunataka tuiuze hii. Sawa, hii turudishe pai yetu. Kwa hiyo utabonyeza hiki kitufe hiki. Unabonyeza hivi. Tayari. Kwa sasa safari hii token ambayo tunataka tuipate ni pai. Kwa ndio maana tumeipandisha juu. Tumebonyeza hapa ndio maana imefanyaje? Imepanda juu. Haya, sasa je, unataka uuze hizi tokeni zote au unataka uuze baadhi? Kama unataka uuze zote utabonyeza hapa kwenye max. Utabonyeza hivi. Tunataka tuuze tokeni zote 3.3. Alafu naona hii tokeni imepanda bei. Mwanzoni hii 3.3 ngapi? Mwanzoni tulipata hii tulinunua kwa pai moja, lakini sasa nikiangalia hivi tukiuza tunakuja kupata pai 1.0322. Na maana imepanda thamani. Kumbuka kama nilivyotangulia kusema, hizi token zina tabia kupanda na kushuka. Kadri watu wanavyokuwa wanazinunua sana hizi token zinakuwa zinapanda thamani, na kadri watu wanavyokuwa wanaziuza hizi token ili watoe pai zao zinakuwa zinashuka thamani. Sema sasa utofauti wa huku na kwenye ma exchange. Huku bei kuna limiti mfumo umejiwekea. Mfano hii token haitakiwi kushuka mpaka kiasi fulani, mfumo umeshaweka tayari. Umeona? Kwa hiyo huku hakuna wale manyangumi sijete. Huku sio kama kule ambapo unanunua Solana ikiwa kwenye $200. Halafu baada ya mwezi kinaporomoka unakuja kuiuza Solana kwa $70. Huku hayo mambo hamna. Huku soko inajibu ku maintain sarafu isije kashuka sana ikawaumiza watu wengine. Huku inajibalance yenyewe, soko hamna kushuka sana zaidi ya kiwango. Haya, nadhani hapo nimekwisha fafanua. Sasa hizi token hizi ukisema uziuze zote hazitokubali, inabidi upunguze hapa kiasi. Sawa? Ili kusudi na makato yapatikane. Kwa hiyo ngoja tuje hapa tupunguze. Ngoja tuje hapa tupunguze. Ukiuza zote hazitakubali, inabidi ubakize na makato. Tuuze tu hata 2.1 ndio itakubali. Kwa tunakuja sasa kuiseli. Tunaiuza. Haya, baada ya hapo kama kawaida makato yenyewe ni yale hayakwepeki. Unakuja sasa kuconfirm hii swap. Haya, subiri kidogo. Ndio tayari imekubali. Ukijaribu kuswap ukiona imekukatalia, inabidi ukapunguze kiasi ili uache na zile za makato zile. Haya, baada hapo tunakuja kuconfirm. Haya, na confirm tayari. Tubonyeze kwanza hii X.